Ama kwa hakika hali si shwari hata kidogo. Ndivyo ambavyo unaweza ukasema kutokana na kile ambacho kinaendelea nchini Sudan. Sudan ni miongoni mwa mataifa machanga zaidi ya Afrika ambayo yamepata uhuru wake takriban miaka 14 tu hadi hivi sasa. Lakini toka kupata uhuru kwa taifa hilo, mambo yameonekana yakiwa ni magumu sana kwa viongozi wa nchi hiyo kutokana na machafuko ambayo yamekosa utatuzi na yamekosa muafaka. Hali ngumu hiyo ya kiuchumi ambayo inaendelea kuikumba Sudan, pamoja na machafuko mbalimbali ya kivita, njaa, utapiamlo, magonjwa, imekuwa ni kilio kikubwa kwa wakazi wa nchi hiyo. Na hivi sasa unaambiwa karibu watoto milioni 17 wameshindwa kwenda shule kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita, na watoto wengine zaidi ya milioni 16 wanategemewa kuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa mengi ikiwemo utapiamlo na mengine mengi. Sasa ripoti kutoka UNICEF ambao ni shirika linalohusika na masuala ya watoto, ikiwa chini ya mkurugenzi wake wa dharura Bi Lucia Elmi, ametoa ripoti na amehutubia vyombo vya habari akionyesha namna gani ambavyo amekuwa akichukizwa na kile kinachoendelea nchini Sudani, huku akitupia mzigo wote wa lawama kwa viongozi wa nchi hiyo, huku akidai kwamba haiwezekani kwa nchi ambayo ina miaka 14 tangu kupata uhuru wake, viongozi wa kisiasa bado wanaendeleza vita kote nchini na wanashindwa kabisa kuhudumia wananchi wao waliowachagua. Amesema uchunguzi uliofanywa na tume yao ya watu watatu mwaka 2024 umebaini kuwa mifumo ile ya ukiukwaji mkubwa wa haki katika maeneo yale mara nyingi ukiwahusisha maafisa wa umma na wanajeshi wale umetoa majibu ambayo yanaonyesha moja kwa moja kwamba viongozi wa nchi hiyo ndio tatizo kubwa la machafuko, njaa, vita katika nchi hiyo. Sasa ripoti kubwa ambayo nakuletea hivi leo ni kukuonyesha namna gani ambavyo wenyewe wataalamu wanasema kizazi cha Sudani huenda kawa kikafikia tamati. Kwa namna gani sasa? Takwimu zinaonyesha kwamba watoto wa nchi ya Sudani wanapitia kwenye kipindi kigumu zaidi kuliko watu wazima, na hii ni kutokana na changamoto kubwa ya kisaikolojia, kukosa huduma za muhimu, chakula, pamoja na kukosa sehemu za kuishi za kudumu. Wanasema wakati huo niliona jambo la kushangaza ambapo jamii za wakimbizi na wenyeji walikusanyika pamoja kutoa ujuzi wao na uwezo wao kutoa huduma za kibinadamu, watoto wakitamani kujifunza na kucheza katika vituo vya muda vya kujifunza. Kwa watoto wengi hii ni fursa yao ya kwanza kwenda shule, kwani wanatoka katika maeneo ambayo hayakuwa na huduma za elimu hapo awali. Vitu hivi si kuhusu kujifunza, vinatoa matumaini na ulinzi pia. Pia niliona mabasi yakiwa yamejaa vitu vichache ambavyo familia ziliweza kubeba, yakielekea maeneo ambapo mapigano yamepungua. Na hayo ndio maneno ambayo amesema mkurugenzi wa elimu, mkurugenzi wa dharura katika shirika la UNICEF ulimwenguni, ikiwa na maana ya Bi Lucia Elmi. Sasa anaendelea kwa kutoa mpango mkakati wa shirika la UNICEF. Anasema licha ya changamoto kubwa, UNICEF inaendelea na jitihada za kusaidia. Katika mwaka 2024 tulifanikiwa kutoa msaada wa kisaikolojia ambao unahitajika zaidi kwa watoto wadogo ili kuwapa mazingira mazuri ya amani na wakue katika hali ya usalama. Ila pia tuliwapa elimu na huduma za ulinzi kwa watoto milioni 2.7 na wale wanaowatunza, kutoa maji salama kwa watu milioni 9.8, kuchunguza watoto milioni 6.7
wa utapiamlo na kutoa matibabu ya kuokoa maisha kwa watoto 422,000. Mnamo mwaka 2025 pia tunaendelea kutoa msaada na msaada wa dharura, huku tukifanya kazi ya kurejesha huduma muhimu na kujenga ustahimilivu katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, huku mkurugenzi huyo wa shirika la watoto duniani akitoa wito kwa wadau mbalimbali na mataifa mbalimbali ya jirani kuweza kuisaidia Sudani, na amesema ikiwezekana basi waanze na uongozi wake kwa kuweza kukaa na kuweka mipango mikakati ambayo itaweza kutoa mwanga na kuweza kuwapa matumaini wakazi wa nchi hiyo kutokana na kile ambacho kinaitwa kukosekana kabisa kwa mwafaka ndani ya nchi hiyo. Na tukumbuke tu vita ambayo inaendelea nchini Sudani tofauti kabisa na vita ambazo zinaendelea nchi nyingine kama Kongo na maeneo kama hayo. Vita ya Sudani, vita ya kikabila ambayo inahusisha wafugaji muda mwingine na wakazi wanaokaa mjini, na swala hili limesema mkurugenzi huyu amesema kama ni miongoni mwa mgogoro ambao unahitaji usuluhishi wa haraka zaidi, kwani kadiri siku zinavyozidi kwenda huenda ikawa kizazi cha Sudani tukakikosa kabisa, kwani watoto wa Sudani wanapandikizwa chuki, wanapandikizwa hali ambayo itawafanya na wao kurithi machafuko hayo pale ambapo wazazi wao watakuwa hawapo. Kwa hiyo Sudani inaonekana kuwa katika mwendelezo wa machafuko na mapigano siku baada ya siku kutokana na kile ambacho kinadaiwa kuwa ni uongozi mbovu. Sudani inakabiliwa na hatari ya kupoteza kizazi chake kizima. Tunatoa wito kwa wahusika wote serikalini, wahisani na pande zote za mzozo kuchukua hatua hivi sasa. Hakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kupitia mistari ya mizozo na mipaka. Linda wafanyakazi wa kibinadamu na vifaa vya msaada. Ongeza ufadhili ili kukabiliana na mahitaji yanayoongezeka. Lidisha ukatili. Watoto wa Sudani hawawezi kusubiri. Dunia lazima ichukue hatua. Ndiyo maneno ya mwisho ambayo alinukuliwa Lucy Elmi akiyasema katika press conference hiyo ambayo aliita mahususi kabisa kwa ajili ya kutoa takwimu na mtazamo wa shirika la watoto ulimwenguni ndani ya nchi ya Sudani. Hayo ambayo yamejiri yanazidi kutupa picha namna gani ambayo sisi kama Watanzania na watu wengine popote ulimwenguni ni muhimu zaidi kulinda amani na upendo baina yetu ili kuwapa nafasi jamii yetu kuendelea kuishi kwa amani, watoto, wakina mama na shughuli nyingine kwenda kwa amani kabisa. Bila shaka unaweza kuendelea kutufuatilia katika peji zetu za mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Ila pia kubwa zaidi ni kuendelea kusubscribe na kushare na wengine wengi zaidi ndani ya mtandao wa YouTube ili upate kila kinachojiri ndani ya Afrimax Media Box. Hadi wakati mwingine, asante.